Sasa tutafsirie wakati unafanya ukaguzi. Hii ndo ambayo hajathibitishwa, na tukianza kuidai tuko hai, tuko salama, tuongoze. Maana msenga tamka kaambiwa baraba tumoje mtu mwingine. Sasa kinachobaki ni maelekezo, kumwelekeza mkurugenzi, sababu mahojiano tuliojiana wewe na watu wako, tuongoze vizuri hapa. Fedha ya milioni 5,204,185 na senti 41. Hii inahusiana na mashamba tu. Kwa hiyo hii tunapaswa kuidai. Na vielelezo vipo. Lakini mwenye kupinga basi apinge kwa vielelezo. Unajua tunapokagua, mimi huwa tukagui maneno. Tunakagua nini? Makaratasi. Kwa hiyo wewe ukipinga kwa mdomo, hoja yako haisikilizwi. Mkaguzi ni makaratasi. Wakati mnaongea mimi sikuwepo, sio? Lakini tunachokidai kwa ajili ya mashamba tu na viwanja na hela ya usafi ni milioni 5,204,185 na senti 41. Kwenye mfuko wa jimbo pia nimesema tunadai 300,000. Kule tunadai 200,000 kama mtakuwa na kumbukumbu. Hizi taarifa anazozisema zina ukweli, tuendelee kuzisimamia. Nashukuru mwenyekiti wa halmashauri. Kwanza nimpongeze, nimshukuru mkaguzi wa ndani kwa ushirikiano aliyoutoa. Kwanza nikianza kwenye taratibu za ukodishaji wa mashamba, mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri. Hapana, swali langu hujalielewa. Yaani hapa sisi huku ndio mlikuwa mnakaguana. Alikuwa anakagua wewe. Unanielewa vizuri? Maanake hizi kwa tafsiri kipindi kile ilikuwa tuhuma. Hatujui tunatuhumu nini. Kaja mkaguzi, kakagua. Kakukagueni nyinyi. Ndio maana nataka kusema yaani issue ni ndio sio hivyo. Hiyo milioni 5,200,000 mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri. Kwa mimi kwamba ndio niko nayo hapa. No. Hujaendelea kusuluhisha. Sio kweli. Alikushirikisha. Maana sasa hii pesa iko kwako. Na ndio maana nataka nitoe ufafanuzi. Ufafanuzi ulikuwa kwa huyu ili aje atuambie sisi. Na ndio maana hapa sasa mheshimiwa mwenyekiti, ningeomba uniruhusu kwa ridhaa yako. Lakini tuna milioni 5 ambayo ni tuhuma iliyothibitika. Ndio maana nasema naomba nitoe ufafanuzi mheshimiwa mwenyekiti. Sina shida. Nataka mimi concern yangu nielewe. Ili jambo ni technical issues, si ndivyo? Sawa, ndio maana nasema katika milioni 5 hiyo naomba nitoe ufafanuzi. Ngoja unielewe mtena. Ngoja mimi nakusaidia sana. Sawa. Yaani kuna muda mnachelewa sana kunielewa watumishi. Umeona mkaguzi huyu, yeye aishi Kafundo, lakini ameeleza yote ya Kafundo kwa sababu ya maelezo yenu. Ndio maana nakuuliza kabla mimi sijatoa maelekezo, kwa sababu hapa mimi nitatoa maelekezo kwa niaba ya wananchi na kata ya Ipinda kwamba jambo hilo umeshirikishwa. Hii sionekane yaani concern yangu usiwe kuta yeye mkaguzi amefanya peke yake, wewe hajakushirikisha, hujui chochote. Ndio maana mbele ya walalamikaji umma huu, ndio maana nataka mubishane wenyewe. Ndio maana nasema taarifa hiyo ilishirikishwa. Concern yangu haya ambayo yamezungumzwa, manake si mlimwambia nyie? Mheshimiwa mwenyekiti, kushirikishwa anasema nilishirikishwa, ila katika ukaguzi wake halmashauri nilivyomletea vielelezo, hapo ndio sikushirikishwa kwamba aniulize hiki je kikoje, hiki je kikoje. Ila yeye hapa ofisini alikuja. Yaani maana yangu naelewa. Ndio. Sisi ni msomi. Ndio. Mkaguzi anakuambia milioni 2 hii nithibitishie. Ulichomletea ndio hicho alichoandika. Si ndio kitaalamu? Ndio. Unataka kushirikisha nini? Baada ya taarifa kuambia wewe. Ndio moja kuambia waliolalamika. Lakini zile hatua za awali ndio nasema unajua? Kwa sababu nisie nikatoa maelekezo yasiyo na upande huku na huku nikakuonea, na mimi sitaki kukuonea, ni mtoto wa watu. Na ndio maana mheshimiwa mwenyekiti nasema katika hiyo tuhuma ya hiyo shilingi milioni 5,
kwamba ameikuta mkaguzi wa ndani, siwezi kumbishia kwamba niseme sio kweli. Ndio maana anasema ungenipa muda katika nafasi katika hiyo milioni 5 nitoe maelezo namna ya ukusanyaji wa mapato ya fedha za mashamba, ili utanielewa tu mheshimiwa mwenyekiti. Kwa ridhaa yako. Mwambie huyo. Sasa si ndio wewe ndio. Maana alichoniambia ofisini sasa. Maana mimi kabla sijakuja huko lazima niwaite. Akaniambia mara nyingi wakikuita ulikuwa hutaki kwenda ofisini. Hapa. Huyo hapa sio mimi. Haima. Nzuri sio mnafiki. Haula. Ngoja Kafundo wewe. Mimi unajua sio mnafiki. Kweli. Yaani nimenyoka sana. Yaani mimi sijui. Na wasimuone mtu. Yaani mkisikia kuna kitu kiara kimefanyika. Yaani je tumekipembua sana. Umeona? Mimi ndo nasema hivi vitu ndo alivyotuletea hivi. Katuletea na ameeleza. Mheshimiwa mwenyekiti, wakati anasema nilete vielelezo. Vielelezo vyote nilikuwa nimempatia. Na hakuna simu nyingine baada ya kumletea vielelezo akanipigia. Mimi nikuulize. Vielelezo leo mletea, si ndivyo? Ndio. Ndio hivyo alimefanyia kazi, amekuta kuna milioni 5. Na ndio maana nasema hivi, siwezi nikamkatalia katika hiyo shilingi milioni 5. Lakini katika hiyo shilingi milioni 5 ndio nataka ningetoa nini? Maelekezo kwamba namna gani hiyo milioni 5 kwamba mimi siko nayo mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri. Ndio maana nilitaka nitoe maelekezo. Ndio. Unanielewa vizuri? Nakuelewa mheshimiwa. Ile tunasema ulishirikishwa. Yaani mimi swali langu ni simple. Haya mengine unataka kuniambia ya ndani haya. Ungemwambia. Angeandika kuna kitu jambo mbona ameandika mpaka vyama ameviandika. Mbona mpaka ametaja viongozi wanaofanya huko vitu hawafanyi. Mbona anasema hawa wapepeza kimacho. Ndugu zangu wana Kafundo. Leo ni tarehe 13. Tarehe itakuwa siku gani mwezi wa 4? Kwa sababu nitatoa maelekezo ambayo yakae kwenye kalenda. Singesema kumbe Jumapili. Tarehe 13 itakuwa siku gani? Jumapili. Ngoja niambie. Mwezi wa 4. Jumapili, Jumanne itakuwa siku gani? Tarehe ngapi? 15. Nikombeni ndugu zangu wana Kafundo. Na niombe niseme haya kwa masikitiko na mimi najua mtu yani kukiwa na tuhuma za pesa za umma na kasirika. Na ni mkali sana. Na huwa najisikia vibaya sana. Kuna muda nyinyi mnapata tabu sana. Alafu mna kiu ya maendeleo. Alafu vitu vifanyike hovyo hovyo. Kombeni utumishi ndani huko kwa niaba ya mkurugenzi. Simamieni hili. Ndani ya mwezi mmoja pesa zote zipatikane. Tarehe 15 mwezi wa 4. Sasa kazi itakuwa kwenu. Ila mimi nitakuja. Iwe jua, iwe mvua. Tutakuja tuitane kwenye mti huu. Tuelezane. Sasa mengine kurugenzi ya kwenu taendelea nayo. Ila sisi tuna shida na pesa zetu. Anazo nani si hatujui. Tuna milioni 5 kwa taarifa za ukaguzi. Tuna karavati letu. Tena mimi nikombeni, kalisimamieni. Tutaki karavati letu aturudishieni hela zetu. Hiyo 300,000 yetu aturudishie. Lakini tuna 200,000 ambao wamemtaja mtu kwa cheo, maana naamini yupo. Alejeshe fedha. Na niombe hiyo mkurugenzi na mwanasheria huko hapo. Mtu kama alikuwa mwanasiasa kama mimi, niwe ndani ya cheo nje ya cheo, ukihusika na tuhuma kuna mamlaka ya kushtakiwa. Kwa anzeni na mchakato awali, alejeshe fedha za watu. Lingine ndugu zangu wana Kafundo ni washauri. Yawezekana mlianzisha shamba lile kwa nia njema. Kwamba tukodishane wenyewe, itusaidie wenyewe. Lakini mkiona jambo, angalieni alichokushaurieni mtaalamu. Mkiona kuna jambo aliko vizuri,
rejesheni mfumo, kaeni chini. Kuna mambo hamjayaweka vizuri. Tutaingilia mambo yenu ni ya kwenu, lakini kuwekeni mfano. Sisi Ibungu, kitongoji cha Ibungu, kata ya Ikimba, wana shamba hekari 60. Hekari moja wanakodi 100,000. Kila mwaka wakikodi wanachukua milioni 6. Tulichokifanya si kule mwaka 2020 tuliingia mkataba na mtu mmoja, alitulipa fedha milioni 36. Mkataba wa miaka 6. Tukaanza kujenga zahanati, wananchi wakaendelea kula maisha. Mwenye kunywa pombe anywe, mwenye kuabiza kuongeza uzazi aendelee, kila mtu afanye la kwake. Kwa nini? Shamba ni mradi wa kupunguza kasi za michango, ila nyinyi naona mnashamba, mnapiga porojo. Yani shamba lenu mweka kama la maigizo, sijui 10,000, sijui 20,000, yani shamba 10,000, ila na miugu nije kuja mtu akafundwa. Inaonekana huku ukikaa huku atuendeshe vitu vizuri. Sasa mnikombeni na niombe ili mtendaji wa kata, kaeni na halmashauri ya kijiji, pitieni upya, rejesheni mpango mzuri kwa wananchi hawa. Tuwe na option 2. Kwanza kalipimeni ile shamba tujue lina hekari ngapi. La pili, ametuelekeza mtaalamu tulitafutie atumiliki, tumirikishe. Niwaambieni haya mambo ya kuchukulia vitu rahisi haya. Atakuja mwenyekiti wa kijiji atauza shamba siku moja.